yako yameniacha na kidonda kikubwa sana katika moyo wangu. Nilikupenda na nikakudhamini, lakini wewe haukutambua hisia zangu. Moyo wangu kila siku unatoa machozi kwa sababu ya mapenzi yangu kwako. Hisia zangu ni kama hisia She, vipi? Mbona umetuamsha asubuhi? Kwema lakini. Sio kwema sana. Ndugu zanguni, kwanza samahanini sana kwa kuamsha asubuhi. Nimeona niwape taarifa kutokana na hali ya ndugu yetu Edu. Hafu nilikuwa nimesahau kabisa na hii usingizi. Usingekuja hata nisingejua. Anaendeleaje kwani? Hali ya ndugu yetu sio nzuri sana, wala sio mbaya sana. Kiufupi, sala na dua zinahitajika kwa ajili ya ndugu yetu. Ni kweli Anta, kinachotakiwa ni dua na sala. Ngoja mimi nikaandae chakula nimpelekee hospitali. Nami nitakusindikiza shoga yangu, ya ulimwengu watu yawezi. Kama anaendelea vizuri, nafikiri haina haja tutena kumuona baadaye. See you again in my house. Tena bila hata odi. Oh no. Wife? Zai! Abe meu. Wife. Huu ni upuzi gani? Ni mzimu au? Uliniambia nini? Na huyu ni nani? Yeye hata mimi Mungu sielewi imetokea. Oh, come on. Wewe nini? Haina haja kugombana nyinyi wawili mnaopendana. Hakika sijawahi kuona viumbe wenye roho mbaya kama nyinyi. Ndio muda kusherehekea matunda ya roho zenu mbaya.
Mmenipa msiba mzito sana. Naishi kwenye kilio maisha yangu yote. Kaka, baada ya kunilazimisha kufanya mapenzi na mke wako, hiyo siku mlinizawadia gonjwa ambalo lina tiba. Kijana. Sorry. Unajua kuna kitu ambacho nyinyi nasahau. Mpaka nasahau misemo ya wahenga ambayo kuna mmoja msemo unasema ukiona vielea ujue vimeundwa. Wewe ulienjoy tu. Si ndio? Mungu. Alafu kitu kingine ambacho ukijui, sisi tuna miaka hii, tuna miaka nayo mwenyewe. Wife, wewe si ulishinda kufanya nilichokwambia kufanya? Sasa mimi nataka nimtie ukilema ili asikanyage tena kwenye nyumba. Sijui umenielewa vizuri? Let me show you how to do this. Nikijitazama naona hatima yangu inavyoangamia. Siku ambayo niliona giza kwenye mwanga, na nikaona nuru ndani ya giza hilo. Nimekata tamaa ya kuishi. Nani aje aniokoe sasa kwenye hii dunia kubwa iliyojaa ikitafuta kitu cha kushikilia. Ndoto zangu zote zimetawanyika, matumaini ya kuishi yakapotea. Dunia hii imejaa watu barabarani, lakini roho zao zimenisonga kama pepo wabaya. Kuna vicheko, kuna kelele nje, ndani kimya kimenipiga butwa. Natafuta sauti itanivuta juu kabla moyo haujazima kabisa. Tumaini tu, tumaini, tumaini.
Vipi jamaa? Una shida gani? Mbona uko hapa peke yako unalia? Inaonekana kuna jambo limekusibu. Ni shida gani hiyo? Hebu niambie. Lakini kama kuna sauti ya mbali inayoniita nisikate tamaa, nitaishika hata ikiwa ndogo, chembe moja tu ya tumaini yangu. Tafuta tu kitu cha kushikilia, lakini tumaini tu, labda nitapata tumaini. Karibu. Asante. Una citizen? Ndiyo, zipo. Unataka za shilingi ngapi? Nipatie za 1000. Acha! Unataka kufanya nini? Acha, unachotaka kufanya sio sahihi. Teremka. Ustahili kuwa hapa. Ustahili kuwa hapa. Mimi sina thamani tena kuishi kwenye ulimwengu. Sina thamani hata kidogo. Nimeathirika. Nina ukimwi. Pole. Watu wengi wanajipima huko majumbani kwao na hawafuati ushauri wa daktari, na ndio maana afya zao zinaishia kuzoofika. Lakini hiyo sio shida. Kuathirika sio mwisho wa maisha, na wala kujiua sio suluhisho. Utaenda kumweleza nini Mungu wako baada ya kufa? Kwamba ulijiua kwa sababu umeathirika? Pole. Najua unachokipitia kwa wakati huu. Watu wengi wanaishi na maambukizi ya ukimwi na maisha yanaendelea. Wapo matajiri, maskini, kila kitu kinaendelea kwa sababu sio mwisho wa maisha. Ukipata ushauri wa daktari, maisha yako yatakuwa sawa. Utafanya kazi, utaoa, utapata watoto pia, mpaka pale Mungu atakapoamua ufe, na sio kujiua mwenyewe. Unachotaka kufanya ni dhambi. Mungu hapendi wala jamii haipendi. Unasikia rafiki?
Fuata ushauri wa daktari. Kunywa dawa, fanya mazoezi, tumia matunda, jichanganya na watu wengine. Kwa sababu kujitenga peke yako, utakuwa unahisi udhaifu, utakuwa unajihisi uko peke yako. Nadhani hata wewe hakati uko mzima, ulikuwa unajichanganya na watu pia. Je, unajua hao watu ni wangapi walioathirika? Inaweza ikawa watu 10 wameathirika na 2 wakawa wazima. Hiyo ni kwa sababu hawajitengi na watu na wameamua maisha mengine yaendelee. Sio vizuri kufanya hivi. Unajikosea wewe, nafsi yako, Mungu aliyekuumba. Sababu ni ukimwi. Ukimwi sio mwisho wa maisha. Ni mwanzo wa maisha mapya. Naitwa Dr. Jasmine. Ni daktari wa hospitali ya manispaa ya Kahama mjini. Naweza kukusaidia ili uanze kliniki na upate kila taratibu zinazohitajika. Sijui unaitwa nani kaka yangu? Dunia hii kuna watu lakini roho zimekauka. Maneno yao matamu, vitendo vinauma. Wamezunguka dunia, wameizungusha imani. Nimebaki nikiuliza niko wapi kwenye ramani. Lakini sauti ndogo moyoni na nong'ona taratibu, kaa karibu, bado upo hai, bado una sababu.